Na kukataliwa ni jambo la kawaida sana kwa mwanaume. Don't take it personal. Kuna kijana mmoja wa chuo kikuu anamfuata mwanadada, anamwambia mimi umenrovya rovu, umenitebweresha tebwere, sina hali sina bali, silali mimi nakuota wewe. Anadhani maneno tu yatatosha. Alafu anakataliwa, anataka kubuya sumu. Anachukulia lile jambo ni personal. Kukataliwa ni jambo la kawaida ukiwa mwanaume. Kwa sababu msituni tunaona simba, masokwe, yani sokwe mpaka apate na yeye jike lazima atoe sauti kubwa, ajipige kifua, alafu wasukume wenzake kule mbali, ndio anaweza kupata familia. Kwa hiyo na kule pia wanakataliwa. So don't take it personal. Kama wewe uko hapa kijana umekataliwa na umejaribu tena pahala pengine umekataliwa, hiyo ni desturi, ni kaida ya mwanaume hiyo. Sasa kinachofuata, wewe kama umekataliwa, hiyo ni hatua ya kwanza. Kinachofuata, jiongezee thamani. Kwa sababu katika hali ya kawaida, unajua wanawake wanawahi kupevuka kuliko wanaume. Sasa unaweza kumkuta pale msichana chuo kikuu miaka yake 22, 23, ameshaanza kufuatwa na wanaume miaka yao 30, wanajiweza, wana funguo za gari, unajua wana mijengo pahala. Sasa wewe unaenda ligi na wanaume wenzako wa miaka 30, miaka 40, miaka 50, paka uje kueleweka wewe na miaka 20 ni ngumu kidogo, paka na wewe upande uende huko juu, alafu ndo unajiongezea na wewe mamlaka. Ni kama kule msituni, survival of the fittest and the dying of the least suitable. Sasa usije ukabuya sumu sasa hivi. Wewe kama mwanaume jiongezee thamani, fanya kazi kwa bidii inavyotakikana, alafu wewe utaona tu mambo yako unaanza kujijengea jina, kama aliyetangulia kusema hapa. Ukishaanza kuwa na jina na una kipato cha haja, penzi lako linakuwa sio la hati, penzi lako linakuwa la dhati. Wao wenyewe wataanza kukutafuta, watakwambia uko wapi siku hizi. Hata kama ungeenda porini utatumiwa na meseji na kuambia, na simu zako zitaongezeka usiku, mara kupigia cha usiku, mara Mariam, mara nini. Mambo yako yanaanza kukuendea vizuri, ujue sasa unaweza kufanya uchaguzi. Lakini sio hapo ulioko miaka 20 hali yako taabani mwanetu, maskini fukarafuke, nani akusikize? Hata mama yako mwenyewe ameanza kukusahau, una chochote, kipande cha sabuni ya utumi. Kwa hiyo don't take it personal. Usije ukabuya sumu ukapata na msongo wa mawazo. It's like that. Mwanzoni unakataliwa mpaka uanze kueleweka kwanza. Nasema Joram nazungumza kitu gani? Ni ulumbi kila pahala. Sasa nakwenda kuhitimisha. Najua wako wenzangu hapa na wao wangetamani kusema,